Yes, Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Bahati TV, and this is Manukato Show. Tunawakaribisha tena jioni ya leo kwenye kipindi chetu, na mbele ya kwanza tunaenda mbele za Mungu kumshukuru kwa sababu ya nafasi hii. Karibu tukimwomba Mungu. Baba, asante kwa sababu ya wema na fadhili zako, upewe sifa, umidiwe. Tuko mbele zako, tunasema ni asante kwa kutulinda, umetuepusha na mambo mengi, umetupigania vita. Asante kwa sababu ya wapendwa ambao wamefika katika kipindi hiki. Bwana, tunashukuru kwa sababu ya umewaongoza, umefika salama. Baba, tunakualika mahali hapa, ujitukuze. Baba, yote tutakayofanya mahali hapa pamoja nasi. Tunakualika uwe nasi mwanzo hadi mwisho. Katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Yes. Mpendo mtazamaji, majina yangu naitwa Eric Bahati, nimeokoka na mpenda Yesu, na ndani ya Bahati TV siku ya leo tumepata neema ya kuwapata wageni wetu, na sitawataja majina zao, nitaacha wao wenyewe wakajitambulishe, na bila kuchelewa nitaanza na dada yangu hapa, atuambie majina yake, ametoka wapi, na karibu sana, karibu. Amen, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Noel, wananiita Noela, Minister Noela. Ninakaa pale Siaya Town, lakini kwetu ni Busia. Na kwa siku ya leo nimefurahi sana kufika Bahati TV. Amen. Asanteni sana. Karibu sana dada Noel. Nimesikia wewe ni mtu wa Busia. Mtu wa ndio wakuku ingoho. Karibu sana. Karibu ndugu yangu, tuambie majina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I'm Kevin Mbok. I'm born again. I'm from Bondo, and this is all. Hallelujah. Amen. Amen. Yes, tuko na ndugu Kevin na dada Noela. Karibuni sana. Kevin anatoka Bondo hapa mali tupo, na dada Noela anatoka Busia huko kwa tunajua. So karibu sana ndugu zangu, na tunawapenda sana. Sasa hapa niko na maswali matatu. Swali langu la kwanza, ningetaka kujua safari yenu ya wokovu ilianzia wapi? Kwanza mlikutana wapi na Mungu? Kwa sababu unajua mimi nilivyowaona nikajua tayari mshaokoka. So nilikuwa nataka kujua safari yenu ya wokovu ilianzia wapi. Nitaanza na dada yangu hapa, karibu. Asante sana. Naweza sema nimelelewa katika familia ya Kikristo, lakini haimaanishi kwamba niliokoka tangia kuzaliwa kwangu. Yes. Kwa sababu ni lazima mtu akiri na kinywa chake na amini katika moyo wake kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Kwa hivyo nilikutana na huyu Yesu mwaka wa 2019. Hiyo ni baada ya kama namaliza kidato changu cha upili. Hapo ndo sasa nilikutana na Yesu vizuri. Ingawaje hapo nyuma nilikuwa naenda kanisani, naweza sema nilikuwa naenda kanisani kwa sababu nimelelewa kanisani, lakini hapo ndipo nilikutana na Yesu Kristo, na tangia mwaka huo mpaka wa leo nampenda huyo Yesu, na nimekuwa nikitembea pamoja na yeye. Amen. Bado hujamaliza. Unaweza tuambia ni kwa nini uliokoka? Nini ilikupusha hadi ukaokoka? Naweza sema kwamba niliangalia maisha ya mama yangu mzazi. Mama yangu mwenyewe ni mhubiri. Na nimesema kwamba nimelelewa katika familia ya Kikristo. Yes. Lakini ilifika wakati mamangu alikuja akakuwa mgonjwa kabisa. Alafu naweza waambieni kwamba mamangu aliaga. Alafu baadaye akafufuka. Wow. Aliaga na watu wakalia. Alafu dada yake mwingine akakuja na akaanza kumshukuru Mungu. Wow. So alipokuwa anamshukuru Mungu, yule ambaye alikuwa ameaga tukaona kwamba hayupo tena, ana uhai ndani yake,
akarejesha tena afya. Wow. Akaamka tena akakaa, nikasema kama huyu ndio Mungu ambaye mtu anatumikia, basi hata mimi nataka nimfuate huyu Mungu. Wow. Kwa sababu nilikuwa nimekata tumaini. Huyu ndio mama yangu mzazi na ndio nilikuwa ni kama ni kipaumbele, anafanya kila kitu katika familia yetu. Si ati sina baba, nina baba, lakini huyu ndiye alikuwa kama ni mwelekeo, yule ambaye anatupa muongozo katika familia. Kwa sababu mimi ni msichana mmoja kwetu, na sasa niko karibu sana na mama yangu, ndio ananiambia fanya hivi, usifanye hivi. So kwa hiyo nilikajitolea na moyo wangu wote kwamba nataka kumjua Kristo zaidi ya vile nimevyokuwa nimjua. Nikaamua kwamba nataka nipe maisha yangu, nipe mpaka na nafsi yangu kwa huyu Yesu. Amen. Wow. Hey. Yaani mtu alikufa akafufuka. Hii ni ya kwanza. Sijawahi patana na kitu kama hii jamani. Lakini Mungu anaweza. Yupo Mungu. So kwa hiyo Mungu ndo wakati hilo jambo lilifanyika kwako ndio kaamua kumfuata Yesu. Hicho kilinisisimua tu sana kabisa. Wow. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, huyu ni dada Noela ametuambia kwamba aliokoka wakati alipoona mama yake alikufa na kaamka tena. Jamani, hata kama ni wewe usingekosa kumfuata Yesu, ungeenda. Karibu kaka Kevin. Asante. Amen. I got born again when I was in Form 1. That's Yes. 2013. Hapo ndo nilikutana na Yesu. In my family, if I can start, in my family, only my mom ndio mtu ambapo alikuwa anajua Mungu. Ilikuwa inafika wakati ambapo naweza sikia kama mamangu anaamka saa 9 usiku na naomba. At that time nilikuwa mtu wa kuenda tu kanisa na sikujua Yesu. Ningekuwa naweza amka hiyo masaa niangalie mamangu anafanya nini. The thing that touched my heart, like if my mind can pray like this, na kwa nini mimi nisiombe? And what do I need that I can pray like this? So ni kitu ambapo nilipata kama ni mzito kwa moyo wangu kabisa. So nilikuwa napendanga kuenda crusade, naenda crusade, nasikia vile mahubiri, nasikia vile mapasta wanahubiri injili. Yes. Na nikasema hii ni kama Yesu anabadilisha maisha za watu. Wow. Ni kama huyu Yesu ako na nguvu ya kubadilisha tu maisha ya watu. So it happens, siku moja tukaenda conference na wanafunzi wa shule. Na mhubiri akahubiri neno kutoka Zaburi 23 verse 1. Ambapo inasema Mungu ndiye mchungaji wangu. Yes. Na sitapungukiwa na kitu. Basi hapo ndio hiyo neno ile nishika moyo. Kasema inamaanisha hata mamangu Mungu ndiye anakuanga mchungaji wake kila siku. Jua anaweza amka naenda kafanye kazi na apate chenye tunaweza kula. Although nilikuwa na baba lakini alikuwa tu hapo. Nilikuwa naona kama mamangu anaweza omba na jioni akapate kitu ya kurudi nayo tukule. Anaweza pata kitu na hata sisi tukaende shule. At that time kwa familia yetu tulizaliwa watu 10. Lakini hakuna mwenye amefika hiyo kiwango cha kwenda hata secondary school. Nikajipata mimi ndio mtu wa kwanza. Nikasema hii ni miujiza wa mamangu. Wow. Hapo ndi nilikiri Yesu kama mwokozi wangu. Mpaka saa hii nimeona neema ya Bwana. Wow. Ikinifanyia kazi. Wow. Mungu amekuwa chanzo changu
cha nguvu sana kwa maisha yangu. Wow. God has been on my side. He has been my shepherd all along the way. Yes. Now it is 10 years. I can thank God because of his grace. Yes. Yes. Nimeona akibadilisha watu kwetu. Wow. Just because of me. He changed me. Na Mungu akafanya mkuu mpaka saa hii niko college. Wow. Out of 10, Wow. I'm the first one to step in college. Wow. So nashukuru Mungu, wokovu ni mzuri kabisa. Amen. Amen. Wow. Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tumemsikia ndugu yetu Kevin alivyotoka ndani ya dhambi na akamwendea Yesu akapata wokovu. Na wewe sijui position ambayo uko nayo kwa sasa. Unajua ushuhuda kama hizi tunavyozipata zinamimiza mtu. Kuna mtu ambaye anasaidika hapo mbele, kwa sababu kuna mtu mwenye anaweza kuwa ameshakata tamaa, hajui aende wapi, unaona. Lakini kwa sababu ya this one, hii ushuhuda ambao tunatoa saa hii inamsaidia mpendwa, anasema yes, kumbe Mungu bado anatenda. Na swali langu la pili, ningeanza na dada yangu hapa. Nataka nikuulize dada yangu Noela, toka umfuate Yesu, ni faida gani yenye umeona kwake? Sababu unajua kwenye ulitoka uliona hakuna faida. So ukitoka mahali kama hakuna faida, lazima unafuata mahali kuna faida. Ni faida gani, ni vitu gani vizuri umekuta kwa huyu Yesu? Hiyo wokovu imekusaidia na nini? Kwa sababu yenye ilifanya utoke huko ushatuambia. Sasa toka hiyo time yote umetoka huko umeingia kwa Yesu, ni nini umepitia mazuri ambayo umeona unaweza kutuambia na sisi tushuhudie? Amen. Unajua Daudi anasema kwamba nipitapo bondeni mwa mauti, yes, sitaogopa kwa sababu Bwana yu nami. Yes. Inamaanisha kwamba nikiwa na huyu Yesu ama nimekuwa na huyu Yesu, haimaanishi kwamba sijapitia bonde ama sijapita kwenye mauti. Nimepita kwa bonde na mauti yote hiyo yote. Yes. Lakini kukua na Yesu inanipa tu amani fulani moyoni. Wow. Kwa sababu najua kwamba Bwana bado yuko, bado ni mchungaji wangu. Yes. Haijalishi napitia nini, lakini yeye bado ni mchungaji wangu tu. Yes. Hata mawimbi ya kuje, nijaribiwe kiasi gani, kila ambacho najua kwamba hii yote ambayo napitia nina Yesu, na sababu ya mimi kupitia hii yote, na sababu ya mimi kujitolea zaidi, yes, ni kwamba Bwana ana mipango mema kwa ajili ya maisha yangu na kwa ajili ya huduma yangu. Wow. Ndio maana mimi huwa sijali hata ni nini inaendelea, kwa sababu najua kwamba ana mipango mema. Wow. So kwa hiyo tu kujua kwamba niko na amani nikiwa ndani ya Yesu, na kwamba ana mipango mema kwa ajili ya maisha yangu. Yes. Hiyo ni amani tosha kwangu, na ni sababu tosha kufuata Yesu kila siku. Amen. Hata sitaki sababu nyingi. Wow. So wewe yatosha tu kuwe na amani, uko sawa. Uko sawa. So it means huko kwenye ulikuwa uko na amani. Hakuwa na amani. Uko na amani huko. Una pesa lakini bado una misukosuko, vitu vinakusumbua huko na huko. Kuna ndugu alisemanga ati ukiwa maskini lakini kama unabeba Yesu, wewe ni tajiri. Kabisa. Kuna mtu haizi elewa hiyo kitu. Hautaelewa. Iandike mahali itakusaidia. Sasa bado niko kwako. Nataka nimalizane na wewe. Swali langu la mwisho kabisa. Najua kila Mkristo mwenye ameokoka tamanio yake na ni kwenda mbinguni. Tumia mic. Kwenda mbinguni. Kwenda mbinguni. Ini ya kuongelea. Yes, kila Mkristo ambaye ameokoka tamanio lake ni kwenda mbinguni. Sasa dada yangu, nataka nikuulize swali. Ukifika mbinguni, ni mtu gani ungetaka kuonana na yeye huko? Na huyu mtu ukimwona utataka kumuuliza swali gani? Karibu. Rosmonda anasema nifike mbinguni niwaone wote.
Sisi utuambie tu mmoja mwenye ungetamani. Yaani unajua sisi hapa duniani tunaanza kufikiria maisha ya watu wenye walikuwa hapa, wenye walitumikia hii wokovu ambayo tunaishi leo. Unasema hao watu waliwezaje kushinda hizi vitu? So ni nani mwenye ungetamani at least wote nao utawaona hiyo za kuna mtu mwenye ungependa akwange basi rafiki yako ukange tu pamoja na yeye huko mbinguni semange mimi napenda huyu jamaa Bwana. Basi mimi napenda Yesu. Wow. Nikifika mbinguni nimuone Yesu. Okay. Ambaye ni mwana wa Mungu. Nitakuwa nimeridhika. Na huyu Yesu ukimuona utamuuliza swali gani? Mbona tuko watu wote anifilia mimi? Kwa sababu tuko wengi. Na maovu yangu yote na dhambi zangu zote. Yes. Mbona mimi? Mbona tu mimi akanipendelea kwa watoto wetu wote? Mbona tu akanichagua? Kwa sababu unajua si wote achagui wote, lakini kuna wale ambao the Bible says that he has secluded the ones that he chose. So because I'm the one that God chose, inamaanisha kwamba Yesu ananipenda. Mbona anipende mimi hivi? Amenipenda na hizi tabia zangu mbaya mbaya. Yesu akanipenda tu. So mimi nataka nifike nimuone Yesu. Na huyu Mungu, mbona tu achilie mtoto wako wa kipekee mmoja tu? Yaani mimi hata sidhani kanaweza tu mmoja. Sababu unajua hata kama ni mpenzi wako upate na mtu mwingine utamua. Lakini sasa huyu anatoa wake mmoja na hakuna mwingine. I say. Wow. Hilo swali linarudisha kwa ndugu yangu. But before atujibu hiyo swali, inaona kuna mtu anasema kwamba anatufuatilia. Asante sana. And nitaka kuuliza ndugu yangu Kevin, toka experiences of vitu zote zilikufanya ukakuja kwa Yesu, ni mazuri gani mengine ambayo umeona kwa Yesu? Unaweza kutuelezea na ukamuelezea msikilizaji pia asikize. Karibu. Hallelujah. Amen. Tangu niokoke, even I can't tell it all, because God has been on my side. Mungu amenifanyia vitu mingi kabisa. Yes. Ambapo hapa kana naweza sema yote saa hii, it can take me a lot of time. Yes. Tuambie angalau moja. God has fight for me. Yes. Many battles that I cannot fight alone. Zingine mimi nasikia tu zilifanyika. Wow. Ilifai nishike lakini ikaenda. Tangu niokoke, naweza sema kwetu enyewe, where I come from. Yes. Sisi tunaishi ni kama tuko nayo. Because when we ask, God give us to us. Imekuwa ni kama hata watu wa kijiji wanauliza na kwani mulienda Illuminati? Wow. Kwa sababu ile benefit ambapo tunapata kama ni amani tuko nayo. Wow. Kama ni vitu tuko nayo. Kama ni njaa tujailala njaa. Wow. Kama ni kazi, kila mtu anafanya tu kazi yake kwa amani. Na tunaishi tu vizuri. Wow. Sijaiona shida yote tangu at that time. Wow. But before it was worse. Yes. Tulikuwa tunagonjeka ovyo. Kwa sababu kwa familia yangu kuna ugonjwa ilikuwa imetokea ya asthma, ambapo kila mtu alikuwa nayo. Wow. And I can tell you, for those who are viewing this, when you believe in Jesus, yes, nothing is possible. Wow. Kila kitu yanatendeka kabisa. Imekuwa raha kwetu. Ambapo hata watu bado wanajiuliza mpaka saa hii, na huyu Omboko alipata Mungu gani? Wow. Hallelujah. Amen. Ni nini huwa napata kwa kuabudu Mungu? Kwa sababu hata sisi tunaabudu, lakini hii yake imekuwa tofauti.
Wow. Because we know God that we are serving Yes. is God Almighty. God that Amen. can change you. He can change your life. He Amen. can change any situation in your life. Yes. He can even heal you. The thing that even the doctor cannot do, Yes. God is doing. Kabisa. So mtu akipata Yesu, hai, umepata kitu mzuri. Wow. Wow. Ukipata Yesu umepata uhai. Amen. Ukipata Yesu umepata ulinzi ya kutosha. Yes. Glory. Mimi nalindwa na Yesu. Wow. Mwenye amepata wokovu analindwa na Yesu. Amen. Amen. Wow. Mimi nimekosa ya kusema, lakini tunashukuru Mungu. Tuende kwa swali la mwisho tumalize kipindi. Mpendwa mtazamaji, tunaendelea kukumbusha kwamba this is Manukato Show na hapa ni Bahati TV. Endelea kutufuatilia na kama unapendezwa na kama unajisikia kusapoti huduma hii, namba ziko hapo chini. Utatusaidia na chochote kile ambacho utapata. Pia usisahau kulike na kushare na kusubscribe kwa channel yetu. Swali la mwisho ndugu yangu Kevin, before hatujamaliza kipindi hiki, ukifika mbinguni, Yes. ungetaka kukutana na nani na huyu mtu utamuuliza swali gani? Karibu. Amen. Mimi nikifika mbinguni, Yes. I just want to see Elijah, Wow. the prophet of God. Wow. Na nimuulize swali moja tu. Yes. Kwa hizi vitu zenye alikuwa anafanya zote, mbona yeye alienda tu kwa Mungu direct, akachukuliwa? Na ni nini huyu Elia, ni nini alikuwa nafanya mzuri ndikafanya Mungu akakuwa na yeye siku zote mpaka Mungu akamchukua with the physical body? Wow. Hallelujah. Amen. I know it is funny, Wow. but that's the thing that I want to know. Yes. Natamani akuwe rafiki wangu sana, hata nikifika mbinguni nikae karibu na yeye. Amen. Natamani hiyo upako yake. Wow. Ninatamani niwe kama yeye pia, nirudishe watu ambapo wamepotea waje kwa Mungu. Wow. Watu ambapo hawajui Mungu waje kwa Mungu. Natamani niwe kama yeye. Amen. Amen. Wow. Amen. Asanteni sana ndugu mtazamaji na msikilizaji. Tumeshukuru sana ndugu yetu Kevin na Noela. Hilo swali naliacha kwako mpendwa mtazamaji. Hata wewe ukifika huko mbinguni ungetaka kukutana na nani na ungetaka kumuuliza swali gani? Eka hapo kwa comment na ninaamini tutabarikiwa pia na ushuhuda wako na choice yako. Asante sana na tunashukuru sana wewe ambaye umetufuatilia mwanzo hadi mwisho. Tunakupenda na tunasema Mungu akubariki. Na ni mwisho wa kipindi chetu. Ningetaka tushukuru Mungu tukimaliza. Ningeomba dada yetu atumalizie kwa maombi. Karibu. Amen. Bwana Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Tunakupenda kwa sababu ya yote ambayo umetupitisha. Yes, na pia kwa sababu ya kula ambako unatupeleka. Ni asante kwa sababu ya kipindi hiki. Ninaamini kwamba kimeguza moyo wa mtu na kwamba kuna mtu ametiwa imani na kuna mtu amezidi kukuamini kwamba bado wewe ni Bwana ambaye unaweza ukatenda katika maisha yao. Tunakushukuru kwa sababu ni ya Bahati TV Bwana, hapa wanapoendelea kuguza nafsi na mioyo ya watu. Bwana ukaendelee kuwabariki. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Amen. Amen.